Mimi naitwa Rafael na mimi ndiye mfupi sana hapa. Si mnaona? Hata nilikuwa naogopa hapa nisikose kutosea. Lakini God is good. DJ niwe nangojea, mimi ni muimbaji. Na nataka simama kidogo DJ. Kidogo. Simama tu kidogo. Simama na miguu yako. Nataka tukaribishe daktari na wimbo. Si tunapenda Mugithi. Kila mtu akamate gitaa yake. Tuibe Mugithi. Ni Mugithi ya Yesu. Si ndio? DJ twende. Hiyo tempo iko juu sana. Aya. Okuorenge. Tuinere mwathani. Niye ngwendaga yumenyage. Niginaga muno niwe. Todo ni ujikaga wega. Na ukanyenda iko ciothe. Irio ciakwa ciothe iria nyendiaga. Maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga. Muoyo naguo nĩwe waheire, nĩwe ũgiragia ngue, ũngĩthekia hinya waku, ndingĩtindaga thona kamwe. Ciakwa ciothe iria niĩ ndĩaga, maĩ marĩa niĩ nyuaga ona nyũmba ciothe nowe ũheaga. Ingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani, no nĩndakũhoya ũtũmage niĩ kwende mũno na ngũiguage. Irio ciakwa ciothe iria niĩ ndĩaga, maĩ marĩa niĩ nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga. Me muthenya ona ũtukũ nĩ ũmenyaga, maitho maku nĩ mambaraga kũtheri na kũrĩ nduma. Irio ciakwa ciothe iria niĩ ndĩaga, maĩ marĩa niĩ nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga. Ngwendaga yumenyage, nĩngenaga mũno nĩwe, tondũ nĩ ũnjĩkaga wega na ũkanyenda hingo ciothe. Irio ciakwa ciothe iria niĩ ndĩaga, maĩ marĩa niĩ nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga. Hallelujah. Okuorenge. Tuinere Mwathani. Eni. God bless you. Wapi makofi ya Mugithi ya Yesu. Asanteni sana. Thank you so much. Technical. Tulikuwa tumesimama tu hivyo. Technical kwa haraka sana, kwa haraka zaidi. Alafu sasa utayarishe koo yako. Watu wangu wale ama mlifanya hiyo maneno yote. All right. So DJ. So ladies and gentlemen, our esteemed guests and members, mtupe sauti vizuri ili tuweze kusikia. Bado our esteemed guests and members. Ladies and gentlemen, our esteemed guests and members of our congregation, we are blessed to have the golden voice behind the airwaves of Moroto FM in the soul-stirring programs of Kirimaine every Sunday morning, the invigorating dawn show of Riroka every Monday to Friday, and the praise park Otuko Waogoshi every Friday night.
Dr. Njoroge is more than just a radio presenter. He is a beacon of inspiration and wisdom as a highly sought conference speaker. He is the convener of the Great Exploit Conferences and Victory Conferences, which aims at empowering believers to walk boldly in their faith and unleash their full potential. Dr. Njoroge's impact goes beyond boundaries, and as a visionary behind the Shiloh Hour, he reaches out to thousands of believers every day, igniting their souls and sparkling revival in their hearts. And now, ladies and gentlemen, with a standing ovation, let's give a round of applause and show some love. This is Dr. deep. Njoroge. Wapi makofi ya Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Natumai ya kwamba mnanipata vizuri. Praise be to God. Kwa dakika chache ambazo tumepata, ningependa tukaweza kulisikia neno, lakini kwanza kabisa ningependa kuchukua nafasi hii kumheshimu Mwenyezi Mungu. Pengine tu kwa dakika moja nisaidie tu ulipo, uinamishe kichwa chako, umwambie Bwana ni asante. Mahali ambapo tu upo, mwambie Bwana ni asante. Mwambie Bwana ni asante. Leo ni siku ambayo Bwana ameifanya. Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Ghost. Asante Roho Mtakatifu. Come and take your place. Come and have your way. Minister to us in a way that each and every one of us can understand. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Vile vile kwa moyo huo huo ningependa kuchukua nafasi hii kumheshimu Baba Askofu na Mama Askofu. Nimefurahia sana kwa mwaliko na vile vile kwa nyinyi kukubali ya kwamba mara tena nisimame in this altar. May the Lord God continue to honor you as you have honored me in Jesus' mighty name. Jameni, nisaidieni kwa njia ya kipekee. Let us appreciate our bishop. Alafu DJ tutatupatia tu dakika kidogo. We want to flow kwa your presence. There is something that the Lord wants to do here today. And I'm just here to announce it's a new season. I'm here to announce it's a new season. Kwa timu ambayo tumekuja nayo, mtanisamea sana, hamtasalimiana leo, lakini pengine mchungaji Reverend Anania, just to wave namna hii tafadhali. Vile vile nimekuja na rafiki yangu sana, anaitwa Kennedy Mwangi, vile vile to wave tu. Nimekuja na mchungaji rafiki yangu sana, anaitwa Pastor Raphael, to wave tu mara tena. Jameni. Aya, next time takuja peke yangu. Nimekuja na rafiki mwingine hapa, kila pahali ambapo tunaenda ameniheshimu sana kwa kukuja na kututumikia kwa njia ku make sure ya kwamba haya mahubiri yanaingia dunia mzima. Kindly help me to appreciate him. Mwaka uliopita tulifanya conference ambayo ilikuwa online, na kwa usaidizi wake tuliweza kufikia watu zaidi ya 7,000,000. Sijui kama mnajua watu 7,000,000 ni watu wangapi. Jameni, let us appreciate him in a special way. Hiyo team waliamuka mapema sana. Mtu kama Kennedy alikuwa anafaa kuwa kazi leo. Mwaka mzima bishop, huyu ndugu hajawahi kosa kazi, lakini leo hakuenda kazini kwa sababu ya hii kanisa. Jameni, let us appreciate him. Reverend Anania ni mchungaji, lakini hivi leo hakusoma kanisani kwake, akasema atakuja tusome pamoja in a special way. Tafadhali.
Vile vile ningependa mnisaidie hapa ni kwa wazazi sana, ningependa mnisaidie to appreciate vijana wa kanisa hii kwa moyo tu wa upendo. Let us appreciate them. Hiyo nimeona we can do better, tunaweza kufanya vizuri zaidi. Ukisikia kitu ambayo umekalia, tunaweza kufanya vizuri zaidi. Hallelujah. Vile vile chairman, kusema ukweli, siku moja Mungu akijalia bishop, Mungu akijalia nikuwe rais ama ukuwe rais, naomba kazi. Na kama Laikipia munasumbuliwa na governor, consider. Kama Nyahururu na haha ni handu aria matare weiru. Kama Laikipia munasumbuliwa na MP, consider. Na zaidi ya yote leo nimekuja kusema ya kwamba it's a new season. Na jameni, hamutafanya hiyo kazi ambayo umefanya hivi tu bure. But as you have given, I'm saying as you have given to the Almighty God, the creator of heaven and earth, may that God who hears and answers prayers, may he lift you from today in Jesus' mighty name. Nasema kutoka leo, Bwana ambaye anainua, Bwana ambaye anabariki, make sure kutoka leo kila mtu ambaye amehusika ya kwamba kutoka leo amebadilisha maisha yako. Na sio kwenu tu, kupitia ambao mumekuwa hapa, may your families never be the same again. Bwana asifiwe. Kwa dakika chache nilikuwa nimepewa theme, naitwa Dr. Njoroge, tunakutana Mworoto FM. Hivi leo watu ambao mnasikiza hatukuwa pamoja, manake nilikuwa safarini kuwa hapa, lakini nimeshikiliwa na mchungaji rafiki yangu sana, na ninatumai kwamba anatutazama, anaitwa Mutugatiri wa Boiwa Kamade. Jameni, amekubali kunishikilia niwe hapa. Let us appreciate her. Ningependa kwa dakika chache, manake ninajua muda umesonga, tutajifunza kuhusu the transforming power of obedience. Ya kwamba kuna nguvu katika kutii, lakini hivi leo ningependa tuangalie jinsi kutii kunaweza kukabadilisha maisha yako. Unaweza ukatoa dhabihu, lakini dhabihu yako ikakosa kuwa na fursa ya kukufanyia kazi usipokuwa na kuelewa jinsi Mungu anavyofanya kazi. Hallelujah. Tuko pamoja. Natumai kwamba mnanisikia. Leo ningependa kama kuna neno kwa maisha yako ningependa usikie. Akini hii. Because neno la leo, I guarantee you 100% it works. I'm saying, neno la leo ninawahakikishia 100% linafanya kazi. Ninajua umesikia neno mara mingi, lakini ningependa tu fungua moyo wako kwa dakika chache, nikuonyeshe jinsi unapojipeana kwa Mungu anaweza kubadilisha maisha yako. Na ninakwambia ukisikia neno la leo na uamue kwa moyo wako ya kwamba kila kitu ambacho Mungu anakuagiza utatenda, I am here as a testament ya kwamba maisha yako hayatakuwa jinsi yalivyo leo. I'm just here to confirm ya kwamba vile nimekuona leo, next year tukikuja Youth Day, na kwambia mimi na wewe tutakuwa tunashangaa ni nani. If only you can hear the word of God ya leo. Because nimekuwa na swali, na hapa ndipo ninapenda nianze mafunzo yangu ya leo. Nimekuwa na swali. Nimelelewa kanisani zaidi ya miaka 25. Lakini nimekuwa na swali, kwa nini miaka nenda miaka rudi maisha ya watu wengine hayabadiliki? Leo nimewaletea jibu.
nimekuwa na swali. Kwa nini zaidi watu wengine wanakuwa kwa maombi, wanakuwa kanisani kila Jumapili, lakini miaka na miaka maisha yao bado iko jinsi ilivyokuwa? What is the question? Shida iko wapi? Neno la leo linakupa jibu. Na ninafurahia sana manake nilipewa mwaliko na wanalika wa kanisa hili. And I'm here to tell you, if you hear the word of today, if you hear the word of today and make a decision in your hearts that you are going to do as I'm going to tell you from the scriptures, I am here to tell you truly, your lives will never be the same again. Na kwa hivyo ningependa tu, ninajua masaa yameenda sana, lakini kama uko hapa unajua kuna kitu tu ambacho Mungu angependa akubadilishie. Uko hapa tu, kuna kitu ambacho kimekuwa kikusumbua kwa muda, uko na ombi moyoni, umekuwa ukisema Bwana, kwa hili ningependa nikuone. Kwa hoteka umothe niwe Hana, kwa hoteka umothe niwe Sara, kwa hoteka umothe niwe Jabezu. Ndrenda wĩina mĩothio waku ndagĩka ĩmwe ĩra Ngai mũrĩrĩre tuo mwĩre njarĩria ũmũthĩ. Ndrenda mũrĩrĩre tuo mwĩre njarĩria Ngai. Nĩ njũĩ kiugo gĩaku nĩ kĩgarũraga, nĩ njũĩ kiugo gĩaku mũthamaki mwega nĩ kĩrathimaga. Njarĩria ũmũthĩ, reke mũtũrĩre wakwa ũcenjie. In the mighty name of Jesus. Oh, the presence of God is mighty in this place. Hallelujah. Ningependa tumlilie Bwana, na hii ni kwa watu ambao hawajachoka. Hawajachoka kumngoja Bwana. Hawajachoka kusema Bwana wewe ndio tumaini langu. Hawajachoka kusema Bwana wewe ndiwe msaada wangu. Neno la leo limekuja kukutoa kutoka ngazi moja likupandishe katika ngazi nyingine. Mlilie Bwana, mwambie Bwana ninenee. Najua neno linaweza kuwa langu, Bwana ninenee. Yu mwema Yesu, yu mwema Yesu, yu mwema Yesu, oh yu mwema, oh yu mwema Yesu, yu mwema Yesu, oh yu mwema Yesu, oh yu mwema, oh we mwega Yesu. Fungua kinywa chako. We mwega, oh we mwega Yesu, oh we mwega, we mwega Yesu, we mwega, oh we mwega, we mwega Yesu, oh we mwega Kaye, oh we mwega, oh we mwega, oh itwene tora ugawe, we mwega Yesu, kehoti Kaye, kehoti Yesu, fungua moyo wako, fungua moyo wako, kehoti Kaye, kehoti Yesu, weke hotikai, weke hotikai, kehoti Yesu, kehoti Yesu, oh we mwega Yesu,
we mwega Jesu, we mwega Jesu, we mwega kaiwe, we mwega Jesu, we mwega, we mwega. Ucio niwe Ngai uria tuoka kwambararia, ucio niwe Ngai uria ndamurehera uhoro wake, na ni undu Ngai ni mwega. I want you to believe with all of your heart ya kwamba kutoka leo maisha yako yanabadilika, na yabadiliki tu, yanabadilika manake jina la Mungu lina uwezo, yanabadilika manake hili neno lina uwezo. Ebu kwa mara tena, with that liberation, mwambie tu, oh, we mwega Jesu, we mwega Jesu, we mwega Jesu, we mwega Jesu. Nina ombi moja tu, ya kwamba kuna mmoja katika kanisa hili atakataa tu kubaki jinsi maisha yake yameishi. Ninaomba tu kupatikane mmoja aseme kitu ambacho kimekusubua kwa muda leo kinafika mwisho. Naomba tu kupatikane mmoja kanisa hili aseme nimechoka kulilishwa na watoto wangu. Omwetu nake Ngai omothi onanie hinya wake nocio. Bwana asifiwe. Ningependa tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Genesis 12. Genesis 12. Na ninaomba ni chairman, naomba nichanganye. Sawa sawa. Tutasoma katika kitabu cha Genesis chapter 12 kuanzia hapo mstari wa kwanza. And I want to bring to you the word of God, na kichwa nimeupatia the transforming power of obedience. Genesis chapter 12. Jogona niwe na ngoja ufike. Na jameni, nikijua Jogona hakuwa anavaa suspender, huyu ni Mungu. Huyu Dominic. Genesis chapter 12. Biblia inasema, the Lord had said to Abram, go from your country, your people, your father's household, to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you'll be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all the people of the earth will be blessed through you. So Abram went as the Lord had told him, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he set out from Haran. Hallelujah. Now, ningependa tu kwa dakika chache unipatie muda wako, nipatie masikio yako, nikuelezee nini ambacho ningependa tusikie leo. Maandiko yanatuambia kuhusu mtu ambaye anaitwa Abram. Abram ni mtu ambaye mnamfahamu kama Abrahamu. Bwana Yesu asifiwe. Na ninajua hili neno mnalijua, lakini nipatie tu wakati. Abram, maandiko yanatuambia ya kwamba Bwana, neno la Mungu likamjia Abrahamu. Na Abrahamu akaambiwa at this particular point his name was Abram. Bwana Yesu asifiwe. Akaambiwa, ningependa utoke kwenu na uende hadi nchi ambayo nitakuonyesha.
Na maandiko ukiendelea kusoma yanatuambia ya kwamba Mungu akamwambia baraka ambazo Abrahamu ataweza kuzipata kana kwamba ataweza kumtii Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Jameni. Unajua washirika wangu wanasemanga amen. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo Abrahamu wakati ambapo alitoka, maandiko yanatuambia ukienda katika mstari wa 4 ya kwamba Abrahamu alitoka na akaanza safari ya kwenda katika nchi ambayo ilikuwa ya ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanatuambia mambo kadhaa. Jambo la kwanza, Abrahamu alikuwa na umri wa miaka 75. Andika hiyo. Abraham was 75 years old. Jambo la pili ambalo tutalipata hapo kwa maandiko ni kwamba Abrahamu hakuwa na mtoto ambalo lilikuwa ombi lake. Andika hapo, Abraham hakuwa na mtoto. Jambo la tatu ni kwamba hakuwa Abrahamu, jina lake lilikuwa Abramu. Bwana Yesu asifiwe. Na ningependa hivi leo tuanze safari. Tuangalie ni namna gani Mungu anaweza kupelekana na wewe hatua kwa hatua hadi ukafika na ukapata zile ahadi zote ambazo Mungu amekuwekea. So leo ningependa tuanze safari ya kutoka kwa ahadi za Mungu hadi kuzipokea zile baraka za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni watu wangapi hapa Bwana amewaambia mwaka huu tunawafanyia mambo? Ni watu wangapi wameomba? Unajua kuna kanisa ambalo kulienda mchungaji mmoja akauliza ni watu wangapi wako na maombi. Hakukupatikana mtu. Mchungaji akashukuru na akasema sasa nilikuwa nimetumwa na ujumbe huu na huu. Hebu kama uko naombi, kama kuna kitu ungependa Mungu akufanyie leo. Amen. Bas, we are in the right place. Na kwa hivyo Abrahamu alikuwa na matamanio ambayo alikuwa angependa Mungu aweze kumtimizia. Now, jambo la kwanza ambalo nikiangalia baraka za Mungu, jambo ambalo ninajifunza ni kwamba Mungu haanzi na baraka. Leo ningependa tu nipatie muda wako na usikize. Mungu haanzi na baraka. Ninajua tunapenda sana hapo, I will bless those who bless you and I will curse those who curse you. Ya kwamba wanaokubariki nitawabariki. Let me tell you, hiyo maandiko bila kujua Mungu amekwambia ufanye nini hayana nguvu kwako. Na ndiposa Mungu anapoanza safari na Abrahamu, kwanza anampatia kitu ya kwanza ambayo tutaangalia, anamuita na anampatia kitu ambayo tunaita instructions. Bwana Yesu asifiwe. Now, the instructions of God is the will of God. Ya kwamba kile kitu Mungu anataka kukufanyia ama ile safari angependa muende pamoja, hiyo ndio kitu ambayo tunaita this is the will of God. Ya kwamba Mungu angependa kukufanyia mambo kadhaa. Bwana Yesu asifiwe. Wakristo wengi, na hii ndio shida ya kwanza, tumependa sana pahali pa baraka, lakini jinsi ya kuzipokea zile baraka tuliondoka. Kwa hivyo point number 1, God does not bless outside his will. Ya kwamba Bwana hata kubariki nje ya matamanio yake. Adoagai agikohe kiugo dreda munyite kimuteithie ni giki. Nema tunaweza kuja kanisani na rĩrĩa kũrahunjio harĩa haraugwo pokea muujiza wako, hau nĩwe ũrauga amen. No ndoka kuga atĩrĩrĩ, ũtanambĩrĩra na kũmenya Ngai arenda atĩa nawe, kĩrathimo kĩu ndũgakinya. Kĩrathimo kĩa Ngai kĩrũmagĩrĩra wendi wa Ngai. Nona ciana icio hoyagĩra, nĩ wega kũmenya atĩrĩrĩ, Ngai endaga atĩa nacio. If you know the will of God,
automatically you become a partaker of the blessings of God. Ati ukimenya wendi wa Ngai wambagĩrĩria kwamũkĩra irathimo cia Ngai. Maandiko yanatuambia Abrahamu ndio alikuwa na shida, hakuwa na mtoto. Abrahamu ndio umri ulikuwa umeenda, miaka nĩ yathiĩte. God did not care. God knew. Mungu alikuwa amesikia maombi. Kwa manake Abraham, unajua sisi tuko na Bible. Abraham hakuwa na Biblia. Sisi tumefunzwa neno. Abraham hakuwa anamjua huyu Mungu. Lakini ningependa nikuonyeshe kitu ambacho kilimbadilishia Abrahamu maisha yake na kitu ambacho kitatubadilishia maisha. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo after Abraham ametokezewa na Mungu amemwambia jinsi angependa Abrahamu afanye, maandiko yanatuambia katika mstari wa 4 ya kwamba Abrahamu akatoka kama jinsi Mungu alivyomwagiza. I'm talking about transformation. Jinsi Mungu anavyobadilisha maisha yako. Maisha yako itaanza, ninakimbia. Maisha yako itaanza kubadilika pale utapoanza kuchukua hatua kulingana na neno la Mungu. Metorere itu ndigũcenjia tondu nĩ tũrenda ĩcenjie. Metorere itu ndigũcenjia tondu nĩ tugaga amen kanitha-inĩ. Metorere itu ndigũcenjia tondu tũrĩ atongoria kanitha-inĩ. Ĩgũcenjia tũngĩigua kiugo kĩa Ngai nauga tũthiĩ tũgathiĩ. To our young people, ombi ambayo mumeomba hapa ni kweli na itatimia. Lakini lazima sisi, na hii ndio ujumbe nimewaletea, lazima ujue Mungu anasema nini. Na akisema kama Abrahamu unasema Bwana umesema, na mimi nachukua hatua. Number 1. Mungu si ati, you know, God does not, God hana haja na kuprove point na wewe. Gaidale nafata nawe ati aganithie nawe. Danenehaga, danyihanyihaga, whether tũre na thĩna. Ona twakinya matu-inĩ, every knee must bow. Whether wale mũrathime kana ndware mũrathime, every knee must bow. Whether mahoya maku nĩ macokirio kana matiacokirio oiru, every knee must bow. But sisi wenyewe tukijipanga na mpango wa Mungu, hapo ndipo neno la Mungu linaanza kutufanyia kazi. Now, andika hii. Neno la Mungu lina nguvu. Ni kweli. Hapo naweka muhuri na ninasaidiana na askofu kuweka muhuri. Lakini unaweza kuishi na haya maandiko na hautawahi jua yana nguvu. Na unayasoma kila siku. Manake nguvu za neno la Mungu haliko tu kwa sababu ya kujua neno lina nguvu. Nguvu la neno la Mungu iko katika kujua na kuchukua hatua kulingana na neno. Acha ni explain na njia ingine. Kujua maombi haikusaidii. Ukimenya ni wega kuhoya ndureteithia. No ukimenya ni wega kuhoya, no gacoka ukamenya ati ni wega kuhoya Ngai, lakini isiishie hapo. Uamue Mungu ni kweli ni vizuri kuomba, na wewe uanze kupiga magoti yako uambie Bwana ninakungoja. Hapo utajua ni kweli kuna nguvu katika maombi. Tunaanza kupatana. Kwa hivyo nguvu za hili neno iko katika kujua, lakini vile vile katika kutenda. Ngai nĩarenda kũmwambararia mũno yuthi ya Nyahururu. No nginya tuge atiriri, Ngai arauga atia. It is true, it has been prophesied, it's a new season. What do we need to do in the new season? Ngai arenda tweke atia. Because as we begin to move with God, the end of your walk with God is glory.
ya kwamba hauwezi kutembea na Mungu maisha yako yakabaki jinsi yameishi. Hiyo ninakugaranti. Ndũngĩtwarana na Ngai mũtũrĩre waku wage gũcenjia. Bwana Yesu asifiwe. Nema wengine wenu hapa munainuliwa kama waombezi. Wengine wenu hapa munainuliwa kama waimbaji wa kimataifa. Lakini it goes beyond your voice. It goes beyond kujua ya kwamba tunaweza kuruka upande huu, tukaruka upande huu, mokoroga noraroga ũgĩthiaga thĩna-inĩ. Lakini kwa watu ambao watajua ya kwamba neno la Mungu ni kweli, Ngai auga tũthiĩ mwena ũyũ, magathiĩ mwena ũyũ, I am here to tell you, your time has come. Acha nirudie tena. Nimekuja kuwaletea ujumbe ya kwamba wakati wenu umefika. So Abraham, maandiko yanatuambia akaanza na akaenda. Kwa hivyo kitu ya kwanza ukitaka Mungu akubariki, nimeandika hapa, capture the instruction. Capture the instruction. Jua Mungu anataka nini na wewe. Kanitha-inĩ wake iye Nyahururu rĩ, we Ngai endaga atĩa nawe? Mũtũrĩre-inĩ waku rĩ, Ngai endaga atĩa nawe? Number 1, menya wendi wa Ngai na mũtũrĩre waku. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mimi vitu mingi ninafanya, na ndio sababu leo hata nisikue kazini, ni kwa sababu ilifika wakati na nikajua Mungu anataka mimi nisimame wapi. Na ninaisemaga is very simple. Na inakuanga ukiangalia watu ambao tuko online, uangalie vitu zangu zote unaionanga imeandikwa hapo, haiwachwi. To know Jesus Christ and to make him known. Na kwa hivyo haijalishi kama nimeoa, bado tunaendeleza injili. Haijalishi kama pesa iko, bado tunaeneza injili. And I'm telling you, as you begin to move, Ngai ndarĩ cama. Mwasi sijui kama unakumbuka wakati tulikuwa tunapewa viatu za dad tuvae, tunaweka karatasi kule mbele. No move, Ngai ya shama. Na nimekuja pia mimi na neno la unabii kwangu, mambo bado. Mambo bado. Ũrĩa Ngai arenda gwĩka mũtũrĩre-inĩ wakwa na mũtũrĩre-inĩ waku, amba ũmenye wendi wa Ngai. Young people, nĩtwambei tũtige gũteng'erania na andũ. Nĩtũrenda mũno kũmenyekana, nĩtũrenda mũno tũkorwo nĩ ithuĩ tũratrend tũgĩtrend ki. Mungu anataka nini na maisha yetu? And I'm telling you, there is coming a time when the young people of this church mutakuwa munaimba tu watu wanapona, because umejua pahali pako. There is coming a time, Bishop, wakati vijana hapa watakuwa wanakuuliza, Bishop, kuna mradi. But number 1, ni kweli Mungu baraka ametuambilia, lakini vile vile ametuambia ndio atubariki, lazima tujue mapenzi yake. Hallelujah. Sijui tuko point namba ngapi, lakini andika hii pia, najaribu kukimbia. If you know the will of God, you will know the hand of God. Ukijua mapenzi ya Mungu, utajua nguvu za Mungu. Ukijua mahaha neho Ngai endaga ngorwo, ni ukumenya hinya wa Ngai. Hallelujah. You know, unaposoma katika Deuteronomy 28,
The Bible says, na hapa ndipo ninataka tuanze, if you fully obey the Lord your God and be careful to follow all his commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. And all these blessings will come on you, accompany you, if you obey the Lord. Now, nimesema we are talking about the commands, the instruction. You cannot obey God outside his will. Hauwezi kumtii Mungu nje ya jinsi anataka umtii. Adoagai, leo nasema hauwezi kutii Mungu nje ya jinsi anataka wewe umtii. So it means if you've been called to be a pastor, being an apostle is not your assignment. If you've called to be a worshiper, being an usher is not your assignment. Na unaweza kukaa kwa mlango, miaka nenda miaka rudi, unaongea kwa ndimi, lakini wakati utakuja hapa useme Bwana tunakuinua. That's when you see the power of God. Manake sasa umeingia pahali Mungu anakungoja. Aki mimi ninawaombea mjue tu mapenzi ya Mungu na maisha yenu. Manake ukijua tu utaanza kujua ya kwamba nguvu za Mungu zinaweza kukufanyia mambo ya ajabu. Hallelujah. Kwa hivyo maandiko yanasema katika Deuteronomy 28, na this is the problem with us young people. Tunapenda sana hapo tu kwa baraka, lakini hapo Mungu anatuambia nini tunafaa kufanya, hiyo hatunaga shughuli. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Bwana anatuinua, lakini anatuinua tukafanye nini? His will. Hallelujah. Ukisoma katika kitabu cha Genesis chapter 12 pale mstari wa 7, the Bible says the Lord appeared to Abram and said, to your offspring I will give. Now sio katika nchi ambayo nitakwambia. Sasa anafika Mungu anamtokea anamwambia, sasa Abramu, kwa kizazi chako nitawapatia hii. Mnaona hiyo inatufunza nini? Abramu alienda kulingana na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika Genesis 22 maandiko yanasema sometime later Mungu akamjaribu Abrahamu. Akamwambia, sasa ningependa unitoree mtoto wako. Lakini kuna mstari hapo ningependa tusome pamoja. Genesis 22. Andika tu, ukienda nyumbani utasoma. Genesis 22. Sometime later, God tested Abram. He said to him, Abraham, here I am. He replied. Then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Sikiza verse 3. Unajua hapa tuna celebrate Abraham as the father of faith. Hamujui vitu alipitia. Sikiza chapter 3 verse 3. Early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey and took with him 2 of his servants and his son. Ni Mungu leo amekwambia ningependa unifanyie hivi. Na wewe kesho yake asubuhi na mapema uko kwa njia ukienda kufanya kile kitu Mungu amekuagiza. Hallelujah. Now ukisoma utapata ya kwamba he is now Abraham. Ni kusema wakati alianza safari na Mungu, Mungu hadi amembadilishia jina. We are talking about the transforming power of obedience. Ya kwamba kutii kwako kuna kubadilishia maisha. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa Abrahamu tukianza, lakini sasa ni Abrahamu. Abrahamu ilitoka wapi? Mungu alimwambia, maana umenitii, hata jina kutoka leo utakuwa unaitwa Abrahamu. Unataka jina lako libadilike? Wewe tago muthini ni ukwenda ritwa ricenjie. Wewe tago ndu ya nduma ni maheanaga andu maritwa. Unataka jina lako libadilike? Nguvu ziko katika kutii. Hallelujah. Number 2,
ambapo tumesoma hapo Genesis 22, na hapa inanibariki sana askofu. Abraham ambaye alikuwa 75 pale tukianza, sasa hapa tukifika chapter 22 tunapata ya kwamba Abraham ako na mtoto. Kou nĩ kuga atĩrĩrĩ, rĩrĩa ambĩrĩirie gũtwarana na Ngai, namo maũndũ marĩa ahoyaga mathire magĩkinyanagĩra, no Ngai ndarĩkĩtie nake, tiho amũtwaraga. Unajua tukisoma maandiko tunasema he is a God who does exceedingly abundantly above. That goes beyond your prayer. Your prayer, mahoya marĩa hoyaga, yeah, ni manini muno compared to what God wants to do for you. Abraham wanted a son, but God saw the father of nations. But because Abraham hata wakati alipata mtoto, unajua kuna watu wanabarikiwa kutii kwao kunaishia hapo. Abraham apepewa mtoto, leo nie Ngai nĩ twarĩkania maũndũ marĩa mothe ndĩrendaga nimepata. Lakini chapter 22 Mungu anapomuitisha huyu kijana, hii kitu ambayo ulikuwa umeomba miaka mingi, alafu Mungu anakuambia ningependa unifanyie ABCD, wewe unafanya, alafu Mungu anakuambia sasa nataka ujue kwamba kuna nguvu katika kunitii. Acha nikuonyeshe kitu. Akaenda hadi pahali Mungu alipokuwa anataka kumuonyesha. Now before niwachilie hiyo point, wacheni niseme hivi. The language that God speaks is grace to grace. The language of God is grace to grace. It means wakati unapoanza na Mungu, pahali ulipo haijarishi. Ate harĩa ũrĩ mũkĩambanĩrĩria na Ngai atikana kũmakie. Gũtimakanagia mwambanĩrĩria wĩna mĩaka igana. Gũtimakanagia nĩkĩ ũtarĩ. Kĩndũ kĩrĩa Ngai endaga nĩ ũmwĩhoke hĩndĩ ĩyo, akuonie hinya wake. Tondũ Ngai nĩwe ũrutaga mũndũ rũkũngũ-inĩ, nĩguo ugaga, akamũiga makarĩanĩra na nene. That will remain to be a scripture you quote until you begin to obey this word. Ngai ate no tore ugaga Ngai nĩ akwambararia thĩni, Ngai nĩ agũtũruta rũkũngũ-inĩ, nginya hĩndĩ ĩrĩa ũkambĩrĩria gwĩka ũrĩa Ngai arenda nawe. Ũgũtũra rũkũngũ-inĩ, angĩ makũhetũkaga o hau. In the pool of Bethesda tunampata mzee mmoja. Alikuwa amekaa katika ile pool for 38 years. Bwana Yesu asifiwe. Manake anaambia Yesu, mimi sina mtu wa kunirusha pale wakati maji wakati malaika wa Mungu anapokuja. Sina mtu. Na kwa hivyo unaweza baki pahali pamoja miaka na miaka, lakini Mungu bado anafanyia watu mambo. Tiate Ngai ndahonanagia hĩndĩ ĩyo, Ngai no ahonanagia, no mũthuri ũrĩa andũ mokaga makamũtiga hau, andũ mokaga makamũtiga hau. Ũmũthĩ nduge nĩ Ngai nĩ ndarega gũtigwo rĩngĩ. Miaka 38 handũ hamwe, okaga agatigwo, ũngĩ agoka ena thĩna ta waku agagũtiga, no kamuona arahonire, aragũrire mũgũnda, ina ciana ciake. Loriga gũkarĩ kĩ thĩna wa gwakwa. The language of God is grace to grace. It does not matter penye mnaanzana na Mungu, the end you'll experience the glory of God. Bwana Yesu asifiwe. Ni kusema ya kwamba Mungu anatutoa kiwango kimoja akitupeleka kingine. Hebu nimewasomea pale Genesis 22, Abrahamu ameambiwa na Mungu nitolee mtoto. Acha nikuonyeshe muujiza hapo. Na hii nitafungia hapa manake ninaona sitaweza kumaliza leo. Genesis 22 mstari wa 8, maandiko yameandikwa hivi. Unajua ni vizuri kusema yameandikwa. Abraham answered. Tuko Genesis 22, ameambiwa atoe mtoto wake, amemchukua kaenda kwenye mlima,
ameinua kisu. Si tunajua hiyo story? Ameinua kisu, anataka kutoa dhabihu. Verse 22 mstari wa 8, chapter 22 verse mstari wa 8 inasema, Abraham answered, God himself will provide for the burnt offering, my son. And the two of them went together. When they reached the place God had told him about, Abraham built an altar. Bishop, siku ingine ukiniita nitahubiri hiyo. Abraham built an altar. Hiyo nayo itawafungua na njia ya ajabu. On top of the wood. Then he reached out for his hand and took the knife to slay his son. Sasa sikiza mstari wa 11, manake nitawacha na hii. But the angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham. Abraham akajibu, I am here, he replied. Akasema, do not lay a hand on the boy, he said. Do not do anything to him. Now I know you fear God, because you've not withheld from me your son, your only son. Abraham looked up, and there in the thicket he saw a ram caught by the horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. So Abraham, this is the place I want you to get. Hapa ndipo pahali ambapo ningependa safari yako na Mungu ifike. Bwana Yesu asifiwe. Haya, haleluya. Hebu salimia watu wawili watatu. Hii sitaki ipite mtu, manake nitafungia hapa. Pastor Anania salimia Ngethe Steve. Na watu wa Nyahururu nyinyi ni wakali. Mumeweza kuleta Ngethe Steve huku. Tuhurira iduka teo ya Ngai makofi. Ogulio waku ninapenda. Nyimbo zake sio zile tu za dududu. Ni kidu uraigwa ni kiragwaka. May God raise other people even from this church like you. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Now, tumesalimiana. Sikiza hii. Aya. So ameambiwa toa kijana yako, akaenda kutoa, malaika akamwambia pana, wacha, angalia pale, akaona kuna mwana kondoo, akamtoa. So Abraham called out that place, the Lord will provide. And to this day it is said, on that mountain of the Lord it was provided. Ate Ibrahimu thutha wa Ngai kumwira ni akwenda amurutira igongona, na Ibrahimu agiathika, athika, muraika wa Ngai agioka akiuga, ehe ndukarute igongona ria mwana waku. Rora haria, kiria wagireire kuruta gita igongona kiri haria. Nake tondu Ngai nionanirie kiama kuri Ibrahimu agita kirima kiu, the Lord will provide. Ate Ngai ne aheanaga, ate Ngai ne aheanite. Ndugakinya hau utemenya guthi thabari na Ngai. My prayer na ombi langu ninapomalizia ni ya kwamba Mungu atakufunza jinsi ya kutembea na yeye hadi ufike pahali hata wewe utakuwa unasema ni kweli Mungu anapeana. Hadi ufike pahali unasema ni kweli Mungu anainua. So kutii kwako ndio kutakuleta hapa. Onawe umenye Ngai ta Jehova Jireh. Oh yes. Nagaka kauma kega. Ate maundu mothe mekekaga kwa wega. No ti kuri andu othe. Ni kuri andu aria mendete Ngai.
Kwa Biblia yako umesoma, if you love me then keep my commands. Kwenda Ngai, the only proof you can give to God that you love him is your obedience. Nikimalizia point number 2. The highest form of worship is your obedience. The highest form of worship is your obedience. It means ya kwamba bishop, tunaweza kuwa tunamlilia Mungu kila Jumapili, lakini kama washirika hawajakata kauli kumsikiza Mwenyezi Mungu na kulitii neno lake, tutakuwa watu wa sarakasi. To the young people, ningependa niwaletee neno aina mingi, nikiwaambia Bwana anawainua, lakini nikikuja next year nitapata hamukuinuliwa. Lakini kuna neno ambalo ni kweli, ya kwamba ukilitii, let God be true and every man a liar. Dinoka kumwira kuringana na uria nie ingienda, ndoka kumwira kuringana na uria thomete maandiko. Ni muda haukutukubali ningemwambia kuhusu Isaac. Isaac niwe werirwo, nona hau twendete ahandire kuri ng'aragu akigetha maita 100. Nĩ kwĩrwo erirwo nĩ Ngai, ikara gũkũ ndũkaime. Na handa akigetha maita 100. Hapo ndipo ninasema utamjua Mungu kama Mungu anayepeana. If you can obey him, there is nothing that God won't give you. You know, ni kweli tuliokoka, halafu nitwahonokire, halafu rĩu nĩtwambĩrĩria gũtĩa Ngai na kĩrĩa gĩothe tũrĩ nakĩo. Na nĩkĩo ndauga the highest form of worship is your obedience. Na nĩkĩo maandĩko matwĩrire igongona Ngai ndamakagio nĩkĩ ũngĩruta. Angĩkorwo rĩrĩa kwĩra nĩ kĩrĩa arenda ndũgwĩka. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo hili neno ningependa tu ulifikirie. Kama inawezekana, tafuta muda wa maombi. Uliza Mungu mwaka wa 2024, Bwana unataka nikufanyie nini? Unataka nikae wapi? To our young people, ningependa tu kila mtu atafute muda wake wa maombi. Uliza Mungu nataka nini na maisha yangu. Na akikwambia, with whatever you can do, with every power, every shilling, fanya hivyo. Everything you have, anza kutii Mungu. Because you see what men can give you, it is not compared to what God can give you. Na gutire mundu haha okinyete haria Ngai endaga gugutwara. Tondu wakinya, nyumba yaku igakorwo indeku. Na kwa hivyo nilijiuliza, ni neno gani ambalo ninaweza kumwambia mtu hapa? Nikamuomba Mwenyezi Mungu anipe neno kwa ajili yenu. Akasema, kama ungependa kuinuliwa, kutoka leo tu anza kunitii, anza kusikiza. Na that's why ninapenda ya kwamba vijana wa hapa wamejitolea. Because kama neno la Mungu ni kweli, it's a new season for you. I'm telling you, next year tukikuja hapa, hatutakosa ushuhuda wa jinsi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu inaitwa neema. Grace is divine enablement ya kufanya kile kitu Mungu amekuagiza ufanye. Jamani, I'll just be another radio presenter. Don't do what God is asking me to do. I'll just be another pastor if I don't do what God is asking me to do. You will just be another young person that passed through New KAG Nyahururu if you don't do what God asked you to do. Miaka 20 inakuja, mtu ambaye atakuwa ameona nguvu la hili neno ni mtu ambaye amelisikia na akaamua, Mungu kinena nitatenda. That's the only guarantee I give you. Blessed is he who hears and obeys the voice of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Pia kitabu cha Yohana kinasema, wabarikiao ni watu ambao wanasikia
na wanatenda. Nĩ mairathimo cia Ngai nĩ ciama nĩ akũmũrathima, no no nginya twĩũrie atĩrĩrĩ, arenda atĩa na ithuĩ? Kĩu nĩkĩo kiugo kĩa ũmũthĩ. Rũgamai na magũrũ manyu. The first prayer I want us to pray is a cry for mercy, because some of you are not dealing with delay. Hebu sikizeni hii, wengine wenyu sio delay iko, ni ati tu hamjasikia na kufanya kenye Mungu anataka. So I want us to cry for mercy. Ningependa tu tumlilie Mungu dakika moja, na ningependa tu mwambie Bwana, la kwanza ninatubu kwa mara ambayo sijasikia unasema nini. Ombi la pili ambalo ningependa uombe ni Bwana, ninataka unizungumzie. Ningependa Bwana unizungumzie. Ningependa Bwana unizungumzie. Anza kufungua kinywa chako. Anza kufungua kinywa chako, mwambie Bwana, ningependa unizungumzie. Ambia Bwana, ningependa unizungumzie. Ninatubu kila dhambi ya kutosikia neno lako, la kutotii neno lako, katika jina la Yesu Kristo. Ninataka kusikia sauti zetu, ningependa kusikia sauti zetu. Hili ni neno la kutufungua. Hili ni neno la kuleta baraka kwetu. Unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, oh unaweza, unaweza Bwana. Tuimbe, unaweza, unaweza Bwana, unaweza. Tukiomba, hallelujah. Moyo wangu unaniambia ya kwamba Mungu anataka kufungua wengine wenu, lakini kusikia sauti ya Mungu lazima. Mungu anataka kuwapeleka katika kiwango kingine, lakini tunajifunga kwa kutosikia na kutotii. Mwambie Bwana, tu usiniwache hapa. Mwambie Bwana, usinipite. Kwa ajili ya familia yangu Bwana, usinipite. Kwa ajili ya watoto wangu Bwana, usinipite. Kwa ajili ya kanisa letu Bwana, usinipite. Usinipite Mwokozi, unisikie. Unapozuru wengine,
Bwana Yesu, tunakushukuru na tunakuinua kwa kuwa wewe ni mwema. Fadhili zako ni za hata milele. Bwana, siku ya leo umeongea pamoja na mioyo yetu juu ya utiifu. Na leo Bwana umetuongeleshea juu ya mtumishi wako Abrahamu. Bwana, ili afike katika mlima ambaye Jehova alikilia kwamba ni mlima wa kupatikana kwa kila kitu, ni kwa sababu Jehova alikutii. Alikutii ulipomwambia aondoke katika nchi ya baba yake na mama yake. Alikutii ulipomwambia ya kwamba ashukue mtoto wake wa pekee ili akamtoe kama kafara katika mlimani, ewe Bwana. Na ni kwa sababu ya utiifu wake Jehova akawa rafiki yako. Asante kwa sababu umetuambia siku ya leo hali ya kubadilishwa, tunabadilishwa kwa sababu ya utiifu. Hivyo Bwana, achilia neema ya utiifu ndani ya mioyo yetu. Tunajua kana kwamba tutakuwa marafiki wako kama jinsi Yesu alivyowaambia wanafunzi, akawaambia nyinyi ni wanafunzi wangu mukitii kile nimewaamuru. Kwa hivyo Bwana, tuwezeshe. Naombea kanisa lako siku ya leo. Naomba ni kwa sababu ya wateule wako, kwa Mungu, kwa kuwa hakika wanena kwa maana una sababu, wasema kwa sababu umeona. Na kwa hivyo katika Youth Day ya siku ya leo, mahali ambapo Jehova tumekuwa wakatili, tumekosa kulitii neno lako, tumekosa kutii mashauri yako, unatuamuru kila siku, lakini Jehova tunakataa kuzingatia. Leo kwa sababu ya neno hilo, funja mioyo yetu, funja nia zetu Bwana, kwa maana tunatamani kufika, tunatamani kukutumikia, tunatamani siku moja Jehova tupokee baraka ambazo Mungu umeamurisha kwa sababu ya wateule wako wakiwa katika dunia hii. Na ni kwa sababu njia ya kupokea ni utiifu. Bwana, naomba utusaidie, naomba Mungu utuwezeshe mahali ambapo hatuna nguvu kwa sababu ya udhaifu wa kibinadamu. Bwana, kubali kutuwezesha. Na leo tumekiri na tumeungana dhambi ya kutotii ambalo Bwana tumejionyesha mbele yako Jehova, wakati ambapo tumeonekana watu wenye shingo ngumu kwa kutofuata mashauri yako. Bwana, tunakuomba ya kwamba Bwana, funja mioyo yetu. Tubariki mnenaji kwa sababu ya kumtumia. Tubariki kanisa kwa sababu wamelipokea neno lako. Bwana, nabariki kila moja kwa sababu mapenzi yako yametendeka na yametimia mchana wa leo. Hivyo Bwana, nimeajia sheria kwako nikijua wote tumebarikiwa na wote Mungu umetuelekeza. Jina lako litukuke na likainuke zaidi. Kwa maana Bwana na Mungu wangu, ninaomba kwa jina takatifu la Yesu tunaomba, na kila mtu aseme amen. Amen. Tupigieni Bwana wetu makofi. Unaweza chukua kiketi chako, unaweza chukua kiketi chako. Tumeshukuru Mungu ni kwa sababu ya ubari hapo. Sijameni, tukubali kupigia mnenaji wetu makofi. Thank you so much Dr. Joroge and your team. Asante sana kina my good friend all the way from Nairobi. Tunashukuru tunapoona nyinyi ni wa baraka sana kwetu, na karibuni sana. Na ni kwa sababu hatukuwa tumemalizia ibada kabisa, kwa sababu kuna kitengo kingine kwa sababu ya siku ya leo, ili tuweze kusimama na vijana wetu, na ni kwa sababu wao ndio walikuwa na program. Wacha nifikishe hapo ili tuende hapo pengine. Tafadhali tusiende kabla hatuja support vijana wetu. Amen. Tuwapigie makofi mazuri. Amen. Asante sana Kevo, karibia. Bwana Yesu asifiwe. Thank you so much Dr. Njoroge. Nitoiwa donarikia. We shall consider tusikie Bishop kama atatupea sifa night moja. Pia we have you. Amen.
Nilikuwa nimesahau kidogo, on Friday tulikuwa na sifa night kubwa sana hapa. Attendance yetu ilikuwa mingi, over 300 they attended. Kwa hanaga makiria kidogo mwao. Mutikigorera shomo kirekesha makofi mega. Na kwa huo mkesha na tutafuatilia kuliokoka mzee mmoja. Pigia wazee makofi. Amen. So mkesha wetu Baba Geshoke kwa neema ya Mungu uliongezea mzee mmoja aliyeokoka, alikuwa anaitwa Baba Jerry. Tuliokoka boy child, vijana watatu. Tupigie makofi kwa sababu Mungu alitupea huo ushindi. Kwa hivyo nashukuru sana. Najua tunamuita CS wetu wa finance ako karibu hapa. Najua wazee wetu watakuja, akina mama watakuja, vijana tutakuja pia. Uikereria tu youth